Yesu Bwana asifiwe. Haleluya. Pengine tunajua nadhiri tu kwamba Bwana, na katika aina 4 ya maombi. Kuna maombi ya kawaida, maombi ya kufunga, maombi yenye mamlaka, kuna maombi ya nadhiri. Ziko aina 4 tu za maombi katika wana wa Mungu. Sasa mimi sifundishi nadhiri, lakini nafundisha kwenye wakati ambapo unataka kufanya maagano na Mungu, toa sadaka. Na nielewa mtu wa Mungu, kajaribu na hicho, kafanye hicho. Tunataka kanisa liende, tunataka kanisa lipande viwango, tunataka kanisa libarikiwe. Tumejifunza utulivu, tumejifunza kuongeza maarifa, tumejifunza kuwa na mahusiano na watu wa tabaka zote, tumejifunza mambo mengi katika semina hii. Lakini bila pointi hii tena kuingia, tutakuwa bado hatujakamilisha mafundisho yetu. Yesu Bwana asifiwe sana. Yesu Bwana asifiwe sana. Mwaka unaingia, natamani kilimo changu kiwe mbele, natamani mafanikio yangu yapendeze, lakini Bwana bado anasubiri kwamba huyu anasema tu maneno makavu, au ana chochote anacho kifungachio cha maombi yake. Hicho tunaita kifungachio cha maombi. Yesu Bwana asifiwe sana. Pengine ulizoea kusema kwamba kumbe maombi nayo yananunuliwa. Tunaonaje Ibrahimu? Hata kabla yeye hajasema, Ibrahimu alikuwa hajajua, akauliza maswali mengi, wakahojiana na Mungu. Bwana, fanya hivi kama walivyosema waimbaji, toka nchi hii, nenda nchi ya mbali, waache wazazi wako, na huko nitakubariki sana, sijui na nini. Wakazungumza mambo mengi kwamba sasa huko mimi sina mtoto, inakuwaje sasa? Nani, hata kama nitafanikiwa huko, nani atarisi mali yangu? Lakini kabla hajamaliza mambo, Mungu akamwambia, nipe mwanambuzi, nipe wanakondoo, nipe ng'ombe, nipe njiwa. Akaviweka madhabahuni, akamkabidhi Bwana. Na Mungu sasa, ukiendelea tangu mstari wa 13 na kuendelea, utaona mafanikio, utaona matokeo, mahusiano yaliyoendelea kufanyika kwa Ibrahimu. Yesu Bwana asifiwe sana. Utayaona mahusiano, utaiona mibaraka ya Ibrahimu ilivyosimama, inavyoendelea mpaka leo. Katika uzao wa Ibrahimu akapatikana Yesu mwana wa Mungu. Na katika Yesu mwana wa Mungu akapatikana Salome, Mariamu, Matayo, Yusufu. Mlioko hapa wote mmepatikana. Wote ni kazi ya damu ya msalaba wa Yesu. Yesu Bwana asifiwe. Hata Mungu alipoupenda ulimwengu alitoa sadaka. Yesu Bwana asifiwe sana. Maana kuna agano la kale ambalo lilisimamiwa na damu ya wanyama na mifugo na ndege, lakini pia kuna agano jipya ambalo Mungu hakupenda atoe agano bila sadaka. Akatoa sadaka ya mwana wake wa pekee Yesu. Ndipo agano likasimama mpaka leo. Yesu Bwana asifiwe sana. Ndipo agano likasimama baada ya Mungu kutoa sadaka. Lakini pia Yesu akafunga agano na kanisa, akatoa toleo jingine, akamtoa Roho Mtakatifu. Sitawacha yatima, ni toleo naye hilo angeacha, lakini singependeza aache, kwa sababu utaratibu wa maagano ni lazima pawe na toleo. Kanisa mpo? Jueni siri hii, mtakwenda kwa kasi katika kufanikiwa kiroho na kimwili. Kasi itasimama. Nimeona hata shukrani za watu wengi haziko kama inavyotakiwa.
Namshukuru Mungu, nilitembea salama, nilifika sehemu fulani nikakutana na ajali moja. Asanteni sana na Mungu anarudi hivyo hivyo. Yesu Bwana atusaidie sana. Pandisheni kiwango cha mahusiano na Mungu. Tutakapokuwa tumepandisha viwango vya mawasiliano vya mahusiano na Mungu, tutakuwa Mungu wetu. Kanuni yake ni hiyo. Vinginevyo ni kulifanya kanisa lidumae. Lakini namshukuru Mungu kwa wasisi wetu wa dini yetu. Tunaweza kusema walianza vizuri, wamewafundisha mambo ya adili. Mko vizuri, mmesimama, ongezeni. Tulisoma katika somo fulani, katika mafundisho yangu fulani, kwamba katika imani yenu ongezeni maarifa. Yesu Bwana asifiwe sana. Katika kumwamini Yesu tuongeze na maarifa. Ndiyo haya mojawapo. Uondoke hapa kama kulikuwa na mambo yameng'ang'aniana. Uondoke unasema kumbe ni hivyo tu, mimi naenda kufanya. Atakaye dharau yeye ni yeye na Mungu wake. Sawa? Mimi ni mjumbe, pengine nimetumwa niseme hili ili uvuke ng'ambo nyingine. Uvuke ng'ambo nyingine. Hakuna agano bila sadaka. Hakuna. Makanisa yote na dini zote ni utaratibu huo. Makanisa yote ya Mungu ni utaratibu huo. Yesu Bwana asifiwe. Wana wa Mungu wote ni utaratibu huo, kwa sababu sisi tunatembea katika nyayo alizotembea nazo muasisi wetu Yesu. Yesu Bwana asifiwe sana. Tenda mema, lakini na vipengele vya msingi katika safari ya imani vizingatiwe. Narudia, tenda mema, lakini vipengele nyeti katika safari ya imani vizingatiwe. Utajikuta huyo aliyeitwa na Bwana hapotezi muda wake kwa hasara. Muda wake atautumia kwa faida. Tulianza katika neno la ufunguzi kwamba Mungu anawafundisha kwa kusudi mpate nini? Wengine mmesahau. Mungu anawafundisha mpate nini? Ni faida, sio hasara. Nilifundisha hivi. Unajua vitu tunavyofanya kujenga mahusiano yetu na Mungu tutavikuta baada ya maisha haya, tena kwa saa isiyojulikana. Fanana na yule karani mjanja aliyeandikwa katika Injili. Karani mjanja alijua atafukuzwa, aliambiwa, alipewa message kwamba muda wowote hauna kazi kwangu. Akaketi akafikiria, mimi nitakapoondolewa kazi hii nitakuwa mgeni wa nani? Akawaita wadaiwa wake wote. Aliyemdai 100,000 akamwambia lete 50, ingine itakusaidia, maana hata tajiri alikuwa haijui. Akafanya hivyo kwa wadaiwa wote. Ikafika muda kweli akafukuzwa kazi. Baada ya hapo, hao waliowasamehe wakamkaribisha kwao. Yesu Bwana asifiwe sana. Maisha yetu tunayo message ya kwamba muda wowote tutaondoka duniani. Tukilijua hilo, ni lazima tukati chini tufanye mahesabu. Nitumie vingapi nijenge mahusiano yangu na Mungu? Maana huko ndiko ninakoelekea. Kule ambako moyo wako utakuwa, mali yako itakuwa, huko ndiko na moyo wako utakuwa. Yesu Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tambua jambo hili, uelewe jambo hili. Roho Mtakatifu aliyetumwa kwetu anatukumbusha yote, si ndio? Ipo sifa hiyo katika kazi za Roho Mtakatifu, kutukumbusha yote, likiwemo na hili: hakuna agano bila sadaka. Yesu Bwana asifiwe sana. Au mngependa tu nije nifundishe historia ya kujaza Roho Mtakatifu? Si mnajua sana, mmefundishwa sana, mnafahamu sana. Chukua kipengele kidogo, basi tunaendelea na vitu vingine. Yesu Bwana asifiwe sana. Yeye atakuwepo duniani kama ahadi ya Baba,
na kwa maana ya kutukumbusha yote ni kama haya. Yesu Bwana asifiwe sana. Mama amehangaika, mara afe mara apone, mjamzito akijifungua, hata shukrani hakuna, ni ya mdomo tu. Yesu Bwana atusaidie sana. Mdomo, nifikiri Mungu anakuelewa vizuri. Uliza wakabidhi matabibu, madaktari ni ngapi? Kwani hao madaktari wamenusuru kitu asingetaka Mungu? Sasa yeye mikono mitupu. Hata andiko lipo Bwana, usiende mbele za Mungu mikono mitupu. Usiende mbele za Mungu mikono mitupu. Na hili linakumbushwa na Roho Mtakatifu usiku wa leo. Jitahidini inapokaribia. Lakini jambo lingine, nimehama kidogo kwenye habari ya ambayo ninafundisha. Yesu Bwana asifiwe sana. Nimehama kidogo hapo kwamba hakuna agano bila sadaka. Jitahidini sana. Inapokaribia mwisho wa wiki, unaanza kumfikiria Mungu wako. Mafuta ya kupikia, majibu ya maisha katika familia yangu yametumia ngapi? Mungu wangu kwa wiki hii na yeye angalau nikamfurahishe kwa ngapi? Yesu Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini tumekuwa na kanuni ya 200. Sasa nini? Yesu Bwana atusaidie sana. Yesu Bwana atusaidie sana. Na hilo tubadilike, wana wa Mungu, sawa? Kila mmoja atoe kulingana na kufanikiwa kwake. Neno linasema hivyo. Sio wewe kila wakati 200. Hata ukiokota shilingi 10,000, utoe hata moja ya 10 ya hiyo, na hata zingine sadaka, wala ni 200 ile. Yesu Bwana atusaidie sana. Kwa sababu hiyo tumemwona Ibrahimu anayetakiwa tumuige katika somo letu la usiku. Yeye akasemezana na Mungu ili awe na mahusiano ya karibu zaidi. Wakasemezana naye ili liwepo agano. Natamani sana na wewe utembee kwa maagano. Utatembea kwa lamani. Utatembelea lamani ambayo Mungu alisema. Mungu wetu sio bubu, husema mpaka leo. Yesu Bwana asifiwe sana. Kinachopungua ni bidii ya muumini. Mungu wetu anasema hata leo, anajibu hadi leo, anazuia jambo hadi leo. Asipotaka jambo ananizuia, akitaka jambo anasema na mimi, ananiambia. Inategemeana na mahusiano yako na Mungu na jitihada yako katika kumtafuta. Yesu Bwana asifiwe. Haleluya. Funga mikono huko. Haleluya, haleluya. Mungu wetu ni mkuu sana. Anawapenda, na ndio maana maneno kama haya anayaleta kweli. Anatamani sana kuwaona kiangazi hiki na msimu unaofuata badiliko liwepo. Katika yale makuhani wenzangu walioyafundisha, na yathibitisha na kuyagonga muhuri. Yesu Bwana asifiwe sana. Kwa sababu nilisema sitaleta neno geni hapa, ni yale yale mnayofundishwa mahali huko mliko. Lakini Roho Mtakatifu imempendeza niyarudie, niyathibitishe. Halafu na ninyi mtoe upuuzi, muyazingatie. Amina. Wana wa Mungu mpo? Muyazingatie. Bwana Mungu akisema, amesema. Siwezi kufundisha nikasema kwamba labda neno hili litawahusu watu 4 5 tu. Nataka liwahusu wote. Yesu Bwana asifiwe sana. Jitahidi kutoa sadaka unapotaka kufanya agano na Mungu wako. Halafu jitahidi kutoa sadaka unapotoa shukrani mbele za Mungu. Yesu Bwana atusaidie sana. Haleluya. Tusimame, yatosha. Tusimame, yatosha. Mmoja wetu aimbishe wimbo wa kuabudu, tukamshukuru Mungu wetu.